anaitwa Orata. Niko na jambo moja kabla sijakaribisha wanabunge. Jambo langu la kwanza linaenda kule Uganda. Mimi nimeshangazwa sana na yale mambo inaendelea kule Uganda. I'm wondering if Uganda is a country ama a village. Kwa sababu yale mambo mnafanyia Bobi Wine sio mambo ya utu kusema ukweli. Ugandan President Yoweri Museveni, wewe kama hutaki mpinzani ungesema tu kwamba sitaki mpinzani. Lakini mambo unatumia askari na wanajeshi kunyanyasa kijana wetu Bobi Wine, Mheshimiwa Yoweri Museveni, shame on you. We are ashamed of you. Mheshimiwa Museveni, you are almost 180 years. Lakini bado you want to rule. Mimi nataka niulize watu wa Uganda, ni vichwa hamna ama ni akili hamna? Akili yenu haina akili? Tangia 19 go mpaka saizi, that is your president. Na bado kuna mtu anamshangilia. Wale watu walipigia Museveni kura kule Uganda, mlaaniwe na mzidi kulaaniwa. Na yule Mungu mnaomba sijui ni Mungu gani? Ingekuwa Mwenyezi Mungu ningewaua wote wale watu walipigia Museveni kura. Because nyinyi ni majambazi, nyinyi ni wauaji. Amwezi fanyia kijana yetu Bobi bwana unyama vile mmemtendea. Hapana. Alifanywa nini? That's not you, that's inhuman. Jamaa kama amekushinda ni kama tu kutongoza mwanamke. Kama huna mistari ya kutongoza mwanamke, tafuta mbinu. Sio mtu ametongoza mwanamke amekushinda, wewe unaanza kumlima mangumi. Museveni, shame on you. Museveni kukaa, please. Nenda nyumbani ukalee wajukuu. Museveni nenda ukalime matoke. Museveni toka Uganda. Museveni toka Uganda na kuomba Museveni toka Uganda. Na sisi mimi nataka kuomba Wakenya wenzangu tushirikiane. Twende kule Uganda. Tubomoe huyu Museveni kabisa. Manake hii ambayo Museveni amefanya ni unyanyapaa, unyanyasaji. Sina mengi ya kuongea, nichukue fursa hii kukaribisha rais naye aweze kukaribisha wanabunge wengine. Karibu bwana. Asante sana bwana Prime Minister. Watu wetu wa Uganda, we are sorry for you. Our Uganda neighbors, we love you. Bwagaranyo. Umusaja akona muchupa. Umugongo kunuma. Jangu. Kile kitu ambacho kinatendeka East Africa si kitu kizuri. Na sisi kama wa Kenya, sisi kama wanabunge wa Western Region, huwa tunasema Kakamega the headquarters ya Western Region, huwa tunasema Uganda is an extension of Western Kenya. We have to condemn with the strongest words possible what is happening to our neighbors here. Yoweri Kaguta Museveni, what you are doing is not right. Whatever you are reaping now, your generations to come will sow. You cannot subvert the will of the people of Uganda. The people of Uganda are tired of you. You are old, tired and retired. What's the need of holding an election when you know very well that you are going to oppress your opponents? What kind of democracy is that? If you liberated your people through the guerrilla warfare, what makes you think that you are different from the guy that you removed from power? If at all you are doing worse than what he did. As you speak right now, Besigye
is under Siege. As we are speaking right now, we don't know the whereabouts of Bobby Wine, your main opponent. And I always question, we have something called the East African Community. We have something called the East African Legislative Assembly, the IALA. What exactly is your role? What role do you play in East Africa? What do you do to ensure that Kenya, Uganda, and Tanzania are democratically moving forward? What is the African Union saying about what is happening in Uganda? In Tanzania, we had a similar situation recently. Mama Suluhu did the same. The leader of Chadema party, the leader of opposition, is still in custody. This woman rigged the elections, killed the youth, and declared herself as the president of the Republic of Tanzania. Where is the AU, African Union? What is your role in Africa? Is it to negotiate with the European countries, or is it to ensure that Africa moves forward democratically? Let the people have their will and let the will of the people prevail. Tanzania, you've shown us bad manners. Uganda, you are showing us the same. I'm telling William Samoei Ruto, don't try that at home. What you are seeing in Uganda, what you have seen in Tanzania is wrestling. Wrestling is not real. Those are Spider-Man antics. Spider-Man does not climb buildings. Spider-Man crawls on the ground but does not climb buildings. So Ruto, if you want to try whatever is happening in Uganda, whatever has happened in Tanzania, you know that Kenyans, we are made from a different linen. I want to come back home. Nataka kurudi nyumbani. Kakamega County. Kuna kijana amekuja hapa Kakamega Town. Ametoka kule Luandeti kwa miguu. Amekaa juu ya mti siku 3 bila kula, bila kunya, bila kukojoa, bila kukulana, akijaribu ku raise awareness, akisema say no to drugs. Ametoka hapa leo mkono tupu. Hapa nyuma ya ofisi ya Barasa governor, mtu anasimama juu ya mti nyuma ya ofisi yako. Even just sending your sweeper, hata kutuma tu your cleaner akuja mletee chai wakati anatoka, you cannot do that. Walio Kakamega nani alidroga? Who bewitched us? Why can't we support our own? I hear you are fighting drugs. Nakada, where were you? All these other government agencies, where were you? Huyu kijana ametoka hapa mkono tupu. Mkono tupu. 72 good hours. Akikaa juu ya mti. Ameshuka ameenda. Barasa, what exactly can you do to the people of Kakamega? Waseme kuna mtu alifanya kitu ikamguza, ama Barasa alifanya kitu ikagusa yeye. We cannot continue like that. You go online mukipigia watu wengine makofi, wa Bungoma, wa Nyeri, wa Kiambu, na wa Kakamega anakaa hapa 72 hours and he goes like nobody has noticed. That is very, very wrong. Our leaders, hata MCA Msundi, uwezi ukatembelea ukijana. Hata nyumba 10, you cannot do that. Uko sure hii message haijafikia governor? MCA Msundi, hujasikia kwa kuna mtu amekuwa juu ya mti hapa for 72 hours? What does it mean? You are very busy, munalinda ground. Ni ground gani Barasa unalinda? Unalinda ground gani? Na mtu wako kwa ground haumuoni. Ni ground gani unalinda? Barasa, unalinda ground gani huko Busia?
Baraza, unanikasirisha sana wewe. Nakasirika sana na wewe. Kama message ambayo watu wanapitisha Kakamega County haikufiki, tutakuja kwako kwa boma, tutaweka press kwa mlango yako kule Holera Ward uko Harambee. Because I've never seen such kind of nonchalant leader like Ushtuki. Kakamega County size kila mahali ni sewage. Ukienda sokoni kila mahali ni sewage. Watu wamelia, Kakamega County inanuka mavi. You don't care. What kind of leaders did we get? Kwani sisi tulilao? Ni nani alitulaani? Who bewitched us? We cannot get good leaders. Iwapo gavana Barasa haurudi kutafuta huyo kijana, sisi barabara ya one time tulishatengeneza kitambo. Ni lami tutaweka tu. Ikifika 2027 njwe mpaka nyumbani. Karibu Mheshimiwa. Asante. Mimi niko na huzuni kubwa sana. Hata jinsi mnaniona bado nafikiria, bado naliwaza kwa huyu kijana wetu ambaye kidogo akufia hapa, ikiwa siku ya 3 pale juu ya mti nyuma ya ofisi ya Mheshimiwa Gavana Fernandez Baraza. Mimi kama kijana mdogo kiongozi, jana ilikuwa siku ya 2. Tulichukua hatua, tukafika pale na watu kadha, tukapeana ripoti kwa viongozi wa Mheshimiwa Gavana. Walikuwa pale nje ya ofisi. Tukaelezana, juu tuliona kijana amekaa nyuma ya ofisi na kuna CCTV cameras ambazo niko sure zinaonyesha everything that is happening around the office of the county governor, Governor Kakamega Fernandez Baraza. The CCTV camera are the clear indication to show that walijua kile kitu ambacho kilikuwa kinaendelea. Na mimi bila kusema, bila kuongea na ubaya wote, kwa kusema ukweli mbele ya Mwenyezi Mungu, Mheshimiwa Gavana Baraza, wewe ni kiongozi, lakini wewe ni kiongozi ambaye hauna utu. Kama huyu mtu anaweza kaa hapa hivi siku 3 njaa bila maji, ametoka leo akaenda without being given anything, even 5 shillings, nothing, hakuna kitu yote. Lakini kanjo wako wanashinda hapa hivi kila wakati, wanakimbizana na watu, wananyang'anya watu vitu vyao, boda wana amani katika town. Lakini mtu kama huyu atatukubeba maziwa ya shilingi 30 kumpelekea wewe kama gavana, hata tukutuma mwakilishi wako, kusema ukweli hauna utu. Na zile vitendo ambazo unafanyia watu wa gavana, watu wa Kakamega, sisi kama wakaaji wa Kakamega hatuna nguvu ya kukupiga ama ya kukufurusha. Lakini huyu Mwenyezi Mungu ambaye tunamuomba huyu, ifikapo ile 2027 mwezi wa 8, kiboko ambacho atakuchapa sisi hatujui. Na mimi sasa kuzungumza maneno mengi, lakini kama unasikia hii kilio, badilika. Hata kama utaanguka kura, lakini badilika, jaribu kutafuta venye hizi laana napunguza kabla hujamaliza ama hujamaliza muda wako kama gavana wa Kakamega, wa kaunti yetu ya Kakamega. Jambo lingine ningependa kuzungumzia, kumpongeza mheshimiwa huyu mwenye jimbo lipi ambalo wanafunzi wanalipa shilingi 500 kama karo, Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Hiyo ni Kiharu. Mimi ningependa kupongeza Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Ni wabunge wachache sana ambao wako na moyo kama huo wako. Ni wabunge wachache sana ambao wanajua umuhimu wa masomo. Tuko na wabunge ambao wako na ile uwezo kama Mheshimiwa Oscar Sudi. Ni mbunge ambaye ako na ile uwezo, ako na ile capability. Lakini kwa sababu kwa njia nyingine jinsi mnajua hajapata elimu kidogo, hajui umuhimu wa elimu. Ndio maana utapata kwa hizi jimbo zote ni wewe tu ndiye mbunge ambaye unafanya na unahudumia watu wako inavyofaa. Na mimi ningependa kupongeza Mheshimiwa Ndindi Nyoro
kwa hiyo kazi ambayo unafanya. Naona umepatia wabunge wengine funzo. Tukirejelea huku Mumias East, naona Mheshimiwa PK Salasya pia yeye wanafunzi wanalipa shilingi 1500 kama karo. Hongera kwako Mheshimiwa PK Salasya. Tunataka wabunge wachapakazi kama wewe. Na kila mahali lazima ukuwe na wapinzani. Najua kuna watu hapa hivi wapinzani wako, lakini mimi nakupatia hongera kwa ile kazi ambayo unafanya. Asante sana. Mheshimiwa Prime Minister, ingia kwanza. Unajua mnaniforce niongee, nasitaki kuongea. Don't give people mileage zenye hawajafanyia kazi. Let you just call a spade a spade and a spoon a spoon. Wewe Nyoro, sifu tu Nyoro umefanya kazi mzuri. Wacha kusema ati nani wewe unasuti ni wapi? Sudi. Wewe la matungu papa. Ni wewe suti, wewe unajuaje suti afanye kazi huko nini? No kiongozi, umulika viongozi boss. Lano barumsha like an example. Umulike ende. Wewe na ndavira wewe ndio. Jambo lingine amulike suti. Jambo lingine ningependa kuchukua fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Nabii Nabwera. Nabii Nabwera, asante sana kwa kujaribu kumfunza Mheshimiwa Ayubu Savula lesson kidogo. Na hilo chenye Mheshimiwa Nabii Nabwera umefanya ikuwe funzo kwa wanasiasa wengine. Wewe kama ni mwanasiasa, wewe kama ni governor, kama deputy governor, hauna mamlaka yoyote ya kutusi mheshimiwa mwingine. That was a hate speech. Na mimi naomba serikali kuu ya Kenya na ya kaunti kuu ya Kakamega ichukulie hatua Mheshimiwa Ayubu Savula kwa kusema ya kwamba Mheshimiwa Nabwera ako na ukimwi. Na sisi tunataka siku yenye mnaenda kupimwa tukue pale tuone Nabwera huna ukimwi na Savula huna ukimwi. Siku ya kwenda kupimwa nimeona juzi mmesema mtaenda public. Mkuje mpimie hapa Mlilo Gardens. Nabwera utoke huko na Savula mtoke huko, mkuje hapa Mlilo Gardens mpimwe ukimwi. Tukiona sisi hakuna mambo ya mheshimiwa mwingine kutumia maneno mabaya kwa mheshimiwa mwingine ambaye ni mchapa kazi. Sio kwa sababu mtu haungi baraza mkono unaanza kumtusi, hapana. Nabwera hongera. Thank you unachaka correction ta wewe withdraw upongezanga Oscar Zudi nende PK acha mimi niongee hiyo si mkutano wa ODM ndio anaongea mother tongue bwana. Hii ni mkutano ya kini ongea maneno ya muongee Kizungu ama Kiswahili. Kama mwanafunzi Dwanthi ambaye anarejelea vitu ambavyo wenzao wameongelea. Stop emphasizing. Mwanafunzi mimi nitazungumza kama bado bunge power. Huyu mbunge anaongea hapa anatonga Matungu constituency. Ameruka Matungu, ameruka Mumias, ameenda Kapsaret kuzungumzia Oscar Zudi vile hajasoma. Oscar Zudi ana run term yake ya 3 kama mbunge. Kama mbunge mchapa kazi na hajasoma, mbunge ambaye ako top 5 na hajasoma kwa kupika kazi. Wewe unaacha hapa Oscar Zudi ambaye ako na degree, ako na diploma, ako na kila kitu. Kwa nini yeye asifanye education ikuwe 200? Nani huyo? Huyu na Bulindo. Najua alikunulia nguruwe 5 kama project nyumbani. 5 my friend. Na Bulindo. Na Ika. Sisi watu wa Miasa tunaumia, ng'ombe zetu zinaibwa, watu wanateseka huko, unatuambia shule. My friend, kwanza nataka nikwambie hivi. Point yangu ya kwanza, huyu jamaa amenikasirisha. Point yangu ya kwanza, Mheshimiwa PK Salasya, na kuomba ufike kwa shule ya St. Petrus Primary School. Hiyo shule imekuanga na wanafunzi 800-900. Inakuaje kwamba hiyo shule haifiki wanafunzi 100? Public school. What is happening in Petrus Primary School? Shule ambayo sisi tumesoma hapo, shule yetu ya nyumbani. Mumeacha hiyo shule iko na watoto haiwafiki 100. Watoto wenye wako pale ni watoto wa JS grade 8 na grade 7 ambao wamesuiliwa kwenda kwa shule zingine. Wamenyima transfer. What is that, my learned friend?
PK ruti nyumbani, toka Mombasa, toka Nairobi, kuja nyumbani uangalie mambo na education kwa sababu iko chini yako. Jambo la pili, I want to congratulate Mheshimiwa Cleophas Malala kwa kukubali kurudi nyumbani. Nyumbani wapi? Kuna minong'ono na minung'uno ya kurudi nyumbani. Rudi nyumbani pole pole. Rudi nyumbani pole pole. TCP sio chama. Rudi nyumbani. Ukiwa pale UDA ujipange pole pole, ukuje na chama yetu ya hapa Kakamega. Kule ulikuwa umepotea, ulikuwa umechuunga na village leader ambaye ni Rigathi Gachagua ambaye anaongoza kijiji inayoitwa Mlima. The deputy president, former. Wachana mambo na former. You may be former but stupid former. If you cannot hold a public office but he's in the history. For 5 years. He's in the history. He's in the history, yes. But very stupid leader. He doesn't know how to manage the office. Mtu anashika public office, anazungumza mambo ya village. Hizo shule ambazo unaongelelea Rigathi Gachagua silijengwa na kanisa. Which church? Kanisa gani bwana? Allow me to talk. Kanisa gani? Allow me to talk. SK bwana ndio ilijengwa hizo shule, anajifunia akisema kwamba region ndio ilijenga. Tunataka tukwambie, wacha upumbavu, wacha ushenzi. Malala, welcome back home. Tunakupenda, tunakutakia mazuri, rudi nyumbani. Umesema kwamba kuna siku utatangaza rasmi kwamba umerudi UDA na tunangoja hiyo siku kwa shangwe na vigelegele. Jambo la mwisho, umesema bibi ya gavana anaitwa nani? Janet, tafadhali hatukupigia kura. Janet Kasili Baraza. Wewe umefanyika gavana wa Kakamega. Wewe ndio unaamua chenye gavana atafanya. Wachana na Barasa tufanyie kazi. Janet, tafadhali. Janet, nakuomba, umefanya Barasa amechanganyikiwa. Hiyo mikoroko yenye umekorokea Barasa, tafadhali tunakuomba utupe tu hii miaka imebaki, Barasa afanye kazi. Haiwezekani mtoto wetu Mluya amekuwa hapa 3 days, hata tu maji ofisi ya gavana haiwezi katoa maji ya 20 bob. Ofisi ya gavana haiwezi katoa hapa. Janet, tunakuomba, enda mahali ulienda Tanzania ukakorokea Barasa, umwachilie atufanyie kazi, la sivyo tutakukorokea na utakuwa wazimu. Thank you. Thank you very important Bwana Speaker. Mimi nataka kuambia hivi Bwana Speaker. Janet amesikia kilio cha haki. Na Cleo, sisi watu wa Kakamega hatujali kama utakuja na UDA, kama utakuja na NDP, kama utakuja na Ford Asili, kama utakuja na TNA, kama utakuja na ODM. Sisi watu wa Kakamega kwenyanga Cleo Malala. Hatutaki bibi ya Cleo, hatutaki baba ya Cleo, hatutaki chama ya Cleo. Tunataka uongozi wa Cleophas Wahungu Malala akuje hapa akomboe kaunti ya Kakamega kutoka kwa Janet na Fardosa Barasa. Nikimaliza, nataka nizungumzie maneno ambayo yamefanyika kule Nandi. Kuna askari hii Kenya hawajai jua kuwa kulikuwa na police reforms zililetwa kwa hii nchi. Yale maneno ambayo tumezungumzia hapa juzi, tumeona kwa CCTV kule Nandi. Ni nani alipatia askari jukumu la kutandika mwananchi? Wakati National Police Service Commission ilikuwa inatengenezwa, hawa watu hawakufunzwa. Wakati IPOA ilikuwa inakuwa established, hawa maaskari hawakufunzwa. Mimi nauliza, kule Kiganjo askari wanafunzwa kazi gani? Kuchukua hongo peke yake? We don't have a police force in Kenya. What we have is a police service. But this service is not servicing, is not doing service to the people. It is forcing issues on the people, beating up our people. Tumezungumzia askari wa Kakamega kupiga wananchi, tukaweka
OCS wa Kakamega on notice. Bwana Mbata. Hata siku hazijapita 3 tunaona kule Nandi vijana wanapigwa na marungu. Sisi tunaomba IG hao maaskari wote wafutwe kazi, na mkimaliza kuwafuta kazi mkuja hapa Kakamega. Mkuja hapa Kakamega kwa ofisi ya bunge. Tuko na majina ya maaskari ambao wamepiga watu wa Kakamega. Tunataka na hao pia waende nyumbani. We cannot have our people wakiwa wanapigwa kila wakati. Askari anafaa kulinda mwananchi, sio kukua hatari kwa maisha ya mwananchi. We condemn that. Na tunaambia ma-OCS wenye wanashinda wanaacha watu wakipiga, maaskari wao wakipiga wananchi. Kuna huyu OCS Central Police Station Nairobi anakula maragwe kule industrial area. Don't think that it cannot be you. Usifikiri ukiwa OCS hauwezi kaba. Nyinyi mnachukua mabusu mnawawachilia kwa prison, kwa milango za prison mnarudi. You don't know what happens behind the prison. You will be one of them one day. Mtakuja kujua mruru wa jela ni nini. Mtakuja kujua hesabu ya jela ni nini. Mtakuja kujua Bwana Speaker, wanabunge wanaume wetu active. We have active. Bwana Speaker, when I'm talking about serious issues, I don't want distractions. We have serious active I men. don't want distractions. I am proud of them. Mimi nasikia Ruto anatafuta Orengo. Anasema ati niambie Orengo anitafute. I want to talk to James, Bobby, Agri, Jimmy, Orengo, Nyatieng. Mtu ambaye nimejua amepigania haki ya nchi tangu kitambo. Mtu ambaye 1992 alihakikisha kuna multipartyism in country. Watu ambao wameteseka wakipigania true democracy, not negotiated democracy. Sio democracy ambayo inapitia chini ya kiti na chini ya vitanda. Orengo, if you dine with the oppressor, we shall have nobody. Baba alituacha. Hao wengine wote walienda, Matiba walienda. Orengo, you are the only remaining hope that the likes of Sifuna, the likes of Babu Owino, the likes of Cleophas Malala can bank on, and the likes of Bernard Shirako can emulate. Orengo, don't ever dine with the oppressor. Don't ever dine with Ruto. You know Ruto does not stand for anything. Nothing good for our country. Mbona angoje wakati baba amekufa ndiye anasema kuwa ambieni Orengo anitafute? Orengo, wewe umekuwa kwenye uongozi hata kabla Ruto azaliwe. Kabla Ruto aanze wizi wa mahindi. Ni nini ambacho Ruto anataka kukuambia kuhusu democracy? Ni nini ambacho Ruto anataka kukuambia kuhusu maendeleo? I request that you assume that guy ili aendelee kudanganya wale viongozi wengine wenye hawana msimamo, lakini Orengo, remain with your legacy. Maintain your legacy. And the only way to maintain your legacy is to reject anything presented to you by Ruto. Na mimi nataka kuongea na watu wa ODM. Akiwemo chairman wa ODM huyu Bonoko hapa Kakamega. Mnalinda ground gani? Mnalinda ground gani? Which ground are you lending? Which ground are you lending, ODM people? Baba hakuwa ilinda ground. Baba alilinda wananchi. Baba alilinda haki za wananchi. Na wakati baba alitoka hapa, baba alituachia will 3. Kuna will ambayo baba aliachia familia, kuna will ambayo baba aliachia party ya ODM, na kuna will ambayo baba aliachia wananchi wa Kenya. Will ambayo aliachia familia tuliona alisema aziko baada ya siku 3 na mengine mengi. Will ambayo aliachia watu wa ODM aliwaambia tuko kwa broad based government until 2027, not after 2027. Na will ambayo aliachia wa Kenya ni kwamba ODM na UDA ikiwa kwa broad based government wanafaa wa implement the 10 points agenda. 10 points agenda ambayo ilikuwa ni will ya baba kwa Wakenya.
Ndani ya hiyo 10 points agenda kulikuwa na NADCO report ambayo hatujasikia chochote kutoka kwake. Kulikuwa na mambo ya corruption ambayo Ruto haja fight. Hata juzi Auditor General amesema 20 billion zimepotea na hajui mahali penye ziko. Aliongelea mambo ya reforms in the electoral process. Aliongelea mambo ya youth and women empowerment. Before mlinde ground watu wa ODM, mtuambie 10 points agenda zimekuwa implemented. The NADCO report imekuwa implemented. If they have not telling us anything about hizo 10 points agenda ambao ni will yenye baba aliachia wa Kenya, hakuna ground nyinyi mnalinda. You are just hot air. So I hope President, asante kwa kunipea time niongee. Mimi in fact nataka tu kuongelea hao vijana wenye wamejitokeza tu wanahagi miti. Tafadhali hiyo record ya kuhaga miti ilikuwa 2025. Sasa hii ni 2026. Hiyo nguvu yenu unamadhia juu ya miti atumehagi. Tafuta jembe, enda ulime, panda chakula, itakusaidia huko mbele. Usitoke huko kwenyu kote umekuja Mlira hapa kuhagi mti, ati baraza atakuja akusaidie, ati MC atakuja akusaidie, ati mimi Ruben nitakuja nikuletee chakula ukule. Kuhagi miti hujakata. Hakika ukitaka kuhagi miti, kuja na maji utakunywa, kuja na chakula utakunywa na pesa zako zikuwe kwa mfuko utatoka hapo unaenda kutumia. Tusikuja tunalaumu hapa baraza ati jamaa fulani amehaga miti hapa, baraza hajakuja kumuona. Hapana bwana. Sisi ni Waluya, tuko na kazi ya kulima. Hiyo 3 hours good, 3 hours juu ni time ngapi? 72 hours bana. Divide kwa shamba hizo hours bana. Utoke tuko kwa unakuja hapa kuhagi miti siwali. Ate brother atakuja nipe do. Saa hakuna cha bure serikali ya Kasongo. Hakuna cha bure ni kujituma. Hata Kasongo akitembea anatuambia vijana tujitume. Tuache tukakukaa sijui government itatusaidia. Hakuna. Hao leaders wetu na elect hao ndio government inasaidia sana. Mtu anaingia kwa government akanyumba kadogo tu within 3 months. Kaambia ndio nyumba yake na weka zake akianza kuzabua. Useme tu PK. Sasa mtu useme tu PK ndio amejenga gorofa na 3 months. Useme tu PK. Sawa, PK tunahesabu as example. Umeingia kwa serikali na baisikeli. Lakini saa hii tukifanya tu comparison. Unashinda hata lawyer wenye walianza kitambo. Sana tu kwenye wanahagi miti tafadhali. Kuja hapa Mlilo Garden na miti 10 panda mwagilia maji kila siku. Sometimes tufai kulaumu watu kwa hiyo record ya kuhagi miti nayo tuachane nayo ilisha 2025. Kitu kingine nataka kuongelea ni ODM. Naanza na Gladys Wanga, wewe ndio Samia Suluhu hapa Kenya. Mtu mwingine anaitwa Simba Arati. Wakina Joho, wakina Junet. Baba amekuwa kwa handshake since 2007 hadi bila amekufa. Lakini siku ya election ikikuja, ya handshake inaishia hapo anasimama. Nyinyi mnataka kutuonyesha ati nyinyi ni nani? Mwenye mnasema tu ati Ruto tuta. Mbona hiyo miaka ya nyuma hiyo baba kusema ati tuta bila kwa handshake? Si ati umepromisiwa hiyo cheo kubwa na hiyo ufisadi yenu na tamaa zenu, sasa mnadia tuta. Na nimesikia Oburu unakuja hapa Kakamega. Hapa Kakamega na vijana tuliharibika kitu likataa. Kama tumekataa tu. Ukuje na pesa, ukuje sijui na wimbo, ukuje na kina baraza, ubebe akina Podi Otuoma, ubebe nani? Hiyo nayo tumekataa tu. Ndio Oburu Odinga usimame as president ama uende peke yako na familia yako kwa broad base mkwe tuta. Nikimalizia nataka kushukuru mostly watu wa Uganda kujitokea na kupiga kura. Sasa mnatuonyesha power, president ako na power kila pahali. Unaona yenye ilifanyika Uganda. President anafanya tu vitu anataka. Anaua watu, anafanya hiyo na hii, lakini hakuna penye atapelekwa. Tukikuja Kenya, Ruto anafanya sasa hivi vitu vile anataka. Kama usupport Ruto, mali yako yote na yenye hata will inherit, yenye hata hukuiba yenye umetafuta tu. Bora uko tu kwa serikali inachukuliwa na tena bomolewa. Ati juu umekataa kusema tuta. Sure hiyo ni government gani? Na mtu anakuja hapa anasema tuta. Huyo mtu alikuwa ni wa country gani? Mnasema huyu tuta.
Unaona tu vitu yenye nafanyika tu. Chua di mtu atoke tu kwa haribu tu mali yako. Yenye watoto wako wataninherit. Yeah. Yenye analisha familia yako. Yote iko chini na tena anashikwa. Hiyo lo gani inakubali kitu kama hiyo hapa Kenya? Tafadhali president, sio kama umechaguliwa you are above the power. Acha kubehave at saa nyinyi ndio court, nyinyi ndio law, nyinyi ndio kila kitu. Na uongozi nikuambie, uongozi si ati nini permanent. Tumekuwa na viongozi wengi, saa hii wametoka kwa uongozi wako chini tu huko. Saa hii sasa wanaangalia tu vile mambo yanaendelea. Hata Ruto tu yenye unafanya hiyo pia. Wewe siku pia utaona mtu akiifanya na ikuume. Wewe sema tu tunatoka huko, yao. Mtu atoke tu haribu mali, shwali ba. Tumbenge block tu hiyo mali basi ikuwa hapo pending, alafu mpeleke case kotini. Nikimalizia Bwana Rais. Namalizia mara ngapi? Sawa, inamalizia. I hope Buru Odinga tujakataa kuja hapa Kakamega. Kuja tu usikie vile tunasema. Na pia tu kesho ukikuja, mtu peko tu chances kama tu watu wa chini, tuongeeko tafadhali. Mwaje ukuja na list ati mwenye ataongea ni baraza, bibi ya baraza, PK, sijui nani, hata wao ndio wanaongea tu. Mpeko siri pia watu wa chini tuweko maoni yetu. Nimemalizia kwa hayo, asante sana. Asante. Haya. Asanteni sana. Mimi niko na jambo tatu. Ile kitu ya kwanza ningesema ni kuhusu watu wa Uganda. Hawa watu wa Uganda, nyinyi mko na akili kwa kichwa kweli? Kwa sababu nyinyi mnadanganya Bobi Wine. Hata nyinyi nasikia hapa mkibulia Museveni aliiba kura. Watu wajinga ni watu wa Uganda. Kwa sababu hapa Kenya nyinyi mkitaka kuona vizuri, Kenya ndio nchi peke yake yenye raia wanajua State House, raia wanajua National Assembly cause washaingia huko. Lakini wale watu wa Uganda hata watu wengine hawajui State House iko wapi. Na mimi nataka kuambia ile kijana wa Museveni anaharibu maisha yake ya mbeleni. Kwa sababu hawezi funga hivyo watu na polisi na jeshi alafu akuje huko mbele pia agombe. Hakuna kura atapata. Kama Jomo Kenyatta angefanya hivyo, Uhuru angerudi Kenya. Ile kitu ya pili ningesema ni gavana yetu Fardosa. Mimi nimeona amelima barabara za kule kutoka Malaa kufika Epanja, kutoka Epanja kuingia Mung'ang'a, kutoka hapo Mung'ang'a unaingia Shikulu naingia hapo Mongavera, ukipanda KMTC, ukipita hivyo Shitoto ukienda Lwasambi. Nataka kuuliza, sasa hiyo ni barabara wamelima ama ni pesa? That looting of funds. Hizo ni pesa zetu zinakula. Kwa sababu hata watu wanafanya kazi ya kuvieka kwa barabara, kazi wanafanya inashinda hiyo kazi imefanywa huko. Alafu kitu kingine, mimi ningeambia wale watu wa help disbursement. Sasa hapa nataka kutetea comrade. Mimi nauliza watu, mnataka tukule matako yenu? I'm here to ask you. Kwa sababu mimi nawaambia ile muda sisi kutumia pesa help inaisha. Kwa sababu mimi nilienda nikabook viatu na nguo hapo wa Morgan. Hence, man are not coming. Mimi nauliza, mimi naambia wale watu wa help disbursement, kama mnaona hamtaleta pesa, sisi hata na nyanya, unajua comrade we are suffering. Na kiataka ukitoka asubuhi anajua tu umeendea do. We are suffering, actually we are suffering. Mule mdisburse pesa comrade tunaumia. Alafu nikimalizia ile jambo ya mwisho mimi ningesema, mimi ningeambia vijana rika zangu tutafute kazi ya kufanya. Unajua rais hizi tuambia tunaenda Singapore. Hence mtu anaamka akienda kuhug Wino Odinga. Mtu anaamka akienda kuhug kale kanaitwa Mbitsa Mulinge, kale MCA. Na mwingine anaamka na kisha yake anakuja kuhug. Sasa mimi nauliza, ni matako tunatumia ama ni vichwa zetu? Mimi nataka kuambia watu wana hug mti. Those hugging trees are just independent variables. Sawa, hata wana mabibi na nini. Tutafute mademu wa kuhug. Hivi tu tunakuja kuhug hapa, mtu anataka kuletea maji, pigia mamako, pigia babako, wakuletee maji ya kunywa. Alafu ile jambo ya mwisho nikimalizia kabisa. Nataka kuna sasa kitu hii corruption hii Kakamega County imezidi. Na kama sisi wananchi kama tutasimama kidete na right zetu, actually mimi naona tutasumbukana. Kuna watu wanatembea hapa na kagari kengine hivi 535
wakichukua pikipiki za watu in the names of kanjos. Unajua watu, there's money laundering. Let me tell you. Kwa sababu juzi mmechukua pale Ndudhi Evans Koromatangi. Mnaenda nayo huko analipa 5,000. Sijui mnamwambia aache ID, sijui akuregister. Sasa kuchukua pikipiki kwa barabara na kuregister kura inatokea wapi? Jameni. Alafu sasa nikienda kule Miasi kuna wabunge kule wa Mati, David wa Mati, na kushukuru ulipea watu Christmas. Kuna Benjamin Washali, na kushukuru ulipea watu Christmas. Kuna nomination yenyu inakuja kuchukua kiongozi mmoja. Sasa mimi nataka kuwauliza, yes nawapenda. Unajua mimi ni raia mmoja nachukia PK Salas. Ndio ananipea basari. Sasa mimi nataka kuuliza Benjamin na David wa Mati. Nomination hatujakataa. Mna nominate kwenda wapi? Ninauliza tu swali moja. After hiyo nomination mtaenda wapi? Asanteni sana wanabunge. Asante. Tunamalizia. Nataka nirudi kule Mumias. Kuna kampuni pale inaitwa Mumias Sugar Company. Na wako na 1000 acres ya nuclear ambapo wamepanda miwa. Wakati kampuni imekuja ikianza kusiaga, kuna breed ya miwa ambayo hao watu wamepanda pale. Tulifikiria ni breed mzuri. Lakini ukipita Shibale, zile miwa hazina afya. Ni nyembamba, konde, ni fupi. Sasa mimi nauliza, saizi tunatumia teknolojia ya kisasa. Tuna improve. Kwa nini hao watu wanatuletea hizi miwa? Utapanda eka ngapi ndio ufikishe tani moja? Sisi tulikuwa na miwa ambazo zilikuwa zinamea zinakuwa mrefu mpaka zinalala. Na zilikuwa zinatoa kitu inaitwa usimbo. Zinatoa maua kule juu. Tulikuwa na miwa ilikuwa inaitwa Nigeria. Tulikuwa na miwa ilikuwa inaitwa Palu. Miwa ukifanya cut inavunjika mara moja. Hizi ni vitu gani umetuletea hapa Mumias? Hizi ni vitu gani umetuletea hapa nuclear? Miwa hazina afya. Miwa zimemaliza miezi 18 lakini zinatoshana na Napier grass. Hapa Kabras kuna miwa mzuri sana. Kuna miwa inaitwa Nyundo. A very good breed. Mbona msituletee miwa ambayo tukipanda tutakuja kufaidika? Mumias Sugar muli revive with what aim? Mlitaka ionekane mmepanda miwa, kuna moshi kidogo inatoka, alafu mna import sukari kutoka Brazil, mkiripackage mnatuwekea kwa nini? Kwa shelves the supermarket at Mumias Sugar. Bwana mtoe hizo matakataka hizo za miwa zenu hapo bwana. Sisi tutaenda tutafute mbegu kule Kabras. Tutatafuta mbegu ya Nyundo. Miwa ambayo inaweza kutufaidi. Tunataka tufanye ukulima ambao inatuletea pesa. Sio ukulima tu ati bora tunafanya ukulima. Hatutaki hizo mbegu zenu. Huyu mtu anaitwa aje huyu Muhindi mwenye ako Mumias sijui jina lake. Huyo ndugu ya Rai huyo. Sarai kutoka Uganda. Bwana hizo sio breed yetu bwana. Waluya hawakuli vitu nyembamba bwana. Wale watafuni vitu nyembamba. Wale watumii vitu ndogo ndogo kama hizo bwana. Kama hamuna breed ya miwa, mseme sisi twende huko kwa Kabras huko tuombe breed mzuri. Ni breed ama ni variety? Breed ni ya ng'ombe ama sijui nini. Ruto Ruto alifanya vitu za bota na mimi sijui hizo vitu. But at least give us a good breed, a good variety yenye itasaidia wakulima bana. Wakulima wasikuwa wanafanya kazi ya kanisa. Wataanza tena kutoka kwa vitu za DR zenye ziliua miwa nini. Alafu nimesikia huyu Fardosa haya anaangalia mambo ya zoning. Wewe Barasa umekuja kwa siasa juzi bana. Unaanza kuongelea mambo ya zoning. Watu ulisikia Raila amefanya zoning, alikuwa anafanya zoning chini ya maji. Wewe ulisikia Raila akisimama akiongelea mambo ya zoning. Kama watu walipigania multi-partyism, kukuwa na democracy, mbona mfanye zoning? Why do you talk of zoning this early? Hakuna viongozi ambao watakubaliwa mambo ya kufanya zoning. Zoning ni kumaanisha umeogopa, unataka kufinyilia wanasiasa wengine wasisimame kura. Wacha kila mtu asimame kura kwa chama yenye anataka na kila mtu aenda vai. Kama unaangalia mambo ya zoning saa hii, badala ukawa unafikiria vile unamaliza Buhungu Stadium, unaangalia mambo ya zoning. Badala kufikiria venye utakuja kufagia Muliro Gardens, unaongelea mambo ya zoning. Na ukishua 2027 wewe utakuwa zoned out. Kwanza wewe hakuna mtu anaenda kupigia kura, unaangalia mambo ya zoning kama nani? Hiyo ni upumbavu bwana. Gasia takataka. Thank you very much. I think tunakuja mwisho. Nafika mwisho.
Na mimi langu la mwisho nataka kuzungumza kuhusu Mheshimiwa Rais. Bwana Ruto, mimi nakuheshimu. Na mimi nakutambua na nakuaminia. Kama unaweza kutusaidia, utupelekee huyu Museveni India. Alafu tumuendee tumrudishe. Tutafurahi sana. Unalipeleka Raila? Roho yangu itafurahi sana. Nataka waende wote. Cheza kama wewe Mheshimiwa Rais utusaidie kupeleka Museveni India. Sisi wenyewe tutamuendea na helikopta. Tumlete kule Uganda tumpeleke nyumbani. Na tutakuwa tumesahau historia ya Museveni. Tafadhali. La mwisho kabisa Fardosa na bibi yako, tafadhali fanyeni kitu hata moja ambayo watu watasimama na waseme huyu mtu alikuwa governor akafanya hii. Tafadhali. Asanteni sana. Tunashukuru kwa leo. Amen. Sasa valinde Simba basi. Vene moyo upo. Ndusichenjanga 0